upande wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu alipochukua kijiti hiki mwaka 2021, miaka 4 sasa ya uongozi wake. Tukiangalia katika kata yote ya Tiftuka, kata hii ina sekondari moja ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana baada ya kuletewa miundombinu mbalimbali ya kielimu, zikiwemo maabara, ujenzi wa madarasa na vifaa mbalimbali vya uwezeshaji kwa ajili ya ufundishaji. Imekuwa ikiongoza shule hii kwa takriban miaka 4 sasa tangu rais huyu achukue madaraka. Mwaka 2021 sekondari ya Magaga ilikuwa na 98% ya ufaulu. 2022 ikawa na 100% ya ufaulu. Mwaka 2023 ikawa na 100% ya ufaulu, na mwaka 2024 mwaka jana imekuwa na ufaulu wa 100%. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa sana katika sekondari yetu ya Magaga kutokana na uwezeshwaji mkubwa na vifaa vingi vilivyoletwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Amejenga madarasa ya kutosha. Hatujapata hizo kwamba walimu wanafunzi wanachaguliwa chaguo la pili. Sasa hivi wanakwenda wote, wanapokuwa na faulu wanakwenda wote, wanaanza masomo ya sekondari. Kwa hiyo tunamshukuru sana. CCM oye! Samia oye! Barikiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Suzana Charles Mwika, mzaliwa wa Shinyanga. Mimi ushuhuda wangu natoa kwenye maji. Kwenye maji tulikuwa tunateseka sana. Alipoingia Mama Samia, kwa kweli sasa hivi hatuteseki maji, mpaka kuna vituo vya maji vyote vimezagaa hapa Tiftuka. Nashukuru sana viongozi wote wanaoshirikiana mpaka tumewekewa vituo vya maji kama hivi. Hatuteseki kwa sasa hivi. Watu walikuwa wanalala bombani, bomba ilikuwa moja, lakini kwa sasa hivi tuko huru jamani, mpaka hata ukibandika ugali hapo unapika, yaani unakimbilia maji hapo unakuja kusonga ugali. Kwa kweli tunashukuru sana. Samia oye! Nawashukuru sana viongozi wote jamani. Vijana oye! Ziwa la Mama oye! Basi mimi niko hapa kwa ajili ya vijana. Niombe kutoa ushuhuda kwa ajili ya vijana. Sawa. Kwa majina naitwa Anthony Laurent Nduguti, mwakilishi wa vijana kata ya Tiftuka kwa niaba ya mikopo. Ndugu mheshimiwa mkurugenzi wetu wa wilaya ya Bai ambaye pia ni ziwa la Mama, mimi nipende kukupongeza sana, lakini pia kumpongeza mama kwa sababu sisi tokea tumekuwa kata ya Nondwa mpaka kuwa kata ya Tiftuka, masuala ya mikopo sisi kwetu ilikuwa ni story, lakini tokea awamu ya mama na wewe kuwa mkurugenzi wetu wa wilaya ya Bai, mikopo kwetu imekuwa rahisi. Kwa hiyo nipende kusema kwamba vijana na wamama walemavu mikopo ni rahisi, lakini kwa sisi ambao tumebahatika kupata mkopo sio kwamba imeisha, hapana. Ni tunaenda kwa awamu. Kisha kikundi cha bodaboda tulipewa mkopo wa kiasi cha shilingi 3,500,000. Mimi kwa majina naitwa Matias William Mpanjile, ni shuhuda ya watoto waliokosa sare za shule. Kuanzia shule ya msingi Magaga kulikuwa na changamoto ya watoto kwa ajili wasome kwa ajili ya uniform. Moja, serikali kuu ya awamu ya 6 ya Mama Samia imefanya jitihada kupitia viongozi wake mahususi kutufanikishia kutuletea moja, uniform, madaftari na kadhalika. Mimi ni shuhuda kupitia mtoto wangu ambaye anaita kidato cha 5 mwaka huu, alikuwa ananisumbua kwa ajili ya uniform pamoja na madaftari. Nataka kuhakikishia viongozi wa ngazi za juu msilipuuze hilo. Naomba mafanikio miaka ijayo mtuongezee tija hiyo. Kwa kusema hiyo sitakuwa na mengi, kwanza viongozi wenzangu wamesema mengi kwa kumpongeza mama yetu. Mama Samia oye! Elimu oye! Asante. Tuna mkurugenzi wa wilaya ya Bai pamoja na viongozi wote ambao tuko hapa tunaendesha na hasa kusherehekea siku hii ya kumsifu au kumshukuru Mama Samia. Kwa jina mimi naitwa Michaeli Mwinge Tonga. Mimi nimeona kuna mambo kama manne. Jambo la kwanza kuna miradi ya elimu, jambo la pili kuna miradi ya afya, jambo la tatu kuna huduma za barabara,
Na jambo la 4, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mimi niko kipengele cha afya. Kwa kweli mimi namshukuru Mama Samia kwa nafasi ya kipekee kabisa, kwa sababu tangu mimi nilivyohamia au nilivyokuja kwenye kijiji cha Chifutuka, kilikuwa kijiji chenye shida sana, chenye mapori, ambacho wakati huo watu tulikuwa tunakufa ovyo kwa sababu kulikuwa hakuna huduma za afya. Lakini kwenye huduma hizi nataka nizungumzie mambo mawili makuu. Jambo la kwanza nashukuru kwa ajili ya kutuletea kituo cha afya, lakini msiji zaidi, jambo la pili ni operesheni. Operesheni kwa kweli kituo hiki ambacho tulikuwa hatuna, na watu wenye hali ya chini sana tulikuwa tunakufa, na hasa wakina mama hawa ambao walikuwa kujifungua, kwa sababu kulikuwa mpaka apate operesheni ya kuweza kutoa mtoto mpaka aende Dodoma. Watu walikuwa wanakufa, wake zetu, watoto wetu, wajukuu wetu, tunawaangalia, hakuna namna ya kufanya. Lakini kwa sababu ya utawala wa Mama Samia, kwa kweli amefanya mambo mazuri sana. Operesheni zinafanyika hapa, kama damu zinaongezeka hapa, na halafu pia na wapo hata waganga wataalamu ambao wenye vitengo vikubwa sana wanaweza kutusaidia kama Dodoma wanavyofanya. Nasema kwamba rais wetu, Mungu ambariki sana, mpatie maisha marefu sana. Mama Samia safi. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Asante. Nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Esther Timotheo Ndahani. Mimi ni mwananchi wa kijiji cha Chifutuka, na mimi nitatoa yaliyo moyoni mwangu kuhusu mama yetu Mama Samia. Kuhusu mikopo, tunashukuru sana Mama Samia ametuwezesha. Kama sisi wanawake tuna majukumu mengi kwa ajili ya familia. Tumepata mikopo milioni 3. Nasi tunashukuru sana, tunasema tusiishie hapo ili tukaendeleze, na hasa katika marejesho. Maana tusije tukasema tumepewa halafu tusirejeshe zisiende kwa wengine. Tunataka sana kurejesha ili ziende na kwa watu wengine wanahitaji. Wamama kama wamama, bado vikundi vingi, tusikate tamaa. Mama Samia bado yupo na bado tunatakiwa tumpe mitano tena ili kwa ajili ya hili atuwezeshe. Tunashukuru kwa ngazi za chini, maana hata hizo ngazi nazo zinaitika. Mama Samia akiwaita wanaitika, akiwaambia wanamsikiliza, wakitumwa wanafanya. Nimshukuru sana Mama Samia kama mwanamke mwenzetu. Kwa jina langu ninaitwa Yudita Joseph Mnyachoga, ni mkazi wa hapa Chifutuka. Mama Samia ng'ara! Mama Samia ng'ara! Basi mimi nataka niongelee juu ya kuwezesha watoto wetu wanaoenda sekondari, wale familia wasiokuwa na uwezo, juu ya vifaa vya kuendea shule. Kweli serikali yetu inafanya ikiongozwa na Mama Samia, lakini chini ya uongozi wa viongozi wetu wa ngazi ya wilaya wanalitimiza hilo. Na naomba ndugu zangu, wazazi wenzangu wa Chifutuka, mara nyingi tunawapotosha watoto wetu kwamba mimi mwanangu sina uwezo, kwa hiyo safari hii unafanya mtihani wako wa mwisho, nenda ukafanya vibaya ili usiende sekondari, si ndio? Tunafanya hivyo, lakini hatufanyi. Tuache hiyo tabia, watoto wetu tuache wafanye vizuri. Serikali yetu ipo na itawasaidia watoto wetu, watasoma bila shida yoyote, na imeshafanya hivyo. Takwimu nilizokuwa nauliza kwa mwalimu, wanafikia watoto karibu 100 na kitu ambao wamewezeshwa. Mwalimu mkuu alikuwa ananieleza hivyo. Kwa hiyo basi niwape moyo ndugu zangu, ile habari ya kutaka watoto wetu wakae wajinga tu kama sisi tulivyokuwa, eti kwa sababu hatuna uwezo, tuachane nayo. Tuache wafanye vizuri, wafikie ndoto zao ambazo wanazitarajia na Mungu alivyowapangia. CCM oye! Basi nataka niwaalike ndugu zangu, hasa sisi wakina mama, tukiamua kumvusha Samia, sisi wanawake hata bila wanaume tunaweza, hatuwezi? Tunaweza. Wanawake ni jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake tumbebe mama mwenzetu ili atutunikie ndani ya miaka 5, maana hii ilikuwa ni 4 tu ambaye alipewa na Mwenyezi Mungu na sio sisi wenyewe, si ndio jamani? Hatukumchagua, ila Mwenyezi Mungu alipomchukua rais wetu,
Samia kwa katiba yetu ikabidi ndio awe rais, lakini tumeona jinsi alivyofanya wakati amepewa tu kwa katiba. Sasa je, katika miaka mitano ya kwake tutegemee mazuri zaidi? CCM oye! Samia mitano tena.